Mungu anaweza kukutokea kwa namna anavyotaka yeye, kwa sababu Mungu ni roho. Wakati mwingine Mungu anatafuta aseme na wewe, kwa hiyo anaingia ndani ya mwanadamu ama anakaa ndani ya mwanadamu kwa ajili ya kusema na wewe. Wakati mwingine unaweza kumuona huyu ni Yeremia tu huyu, lakini kumbe Mungu anasema na wewe. Bwana asifiwe sana, kwa sababu Mungu ni roho. Sheria ya rohoni, roho haiwezi kutenda kazi pasipo mwili. Ndio maana wakati Mungu anataka kuja kuwaokoa wanadamu, alitafuta mwili wa Yesu Kristo akaingia kwa ajili ya utendaji, kwa ajili ya mission ya kuja kuwaokoa wanadamu duniani. Akafunga safari kutoka mbinguni akaja duniani akiwa amevaa mwili wa Yesu Kristo. Kwa hiyo sheria mbili za roho. Sheria ya kwanza, roho haiwezi kutenda kazi pasipo mwili. Kwa hiyo unakuta ameingia ndani, Yesu akaingia ndani, Mungu Baba akaingia ndani ya Yesu Kristo, akazaliwa. Alipozaliwa akakua, akasonga, akaanza kufundisha, akaanza kutembea, akatenda mengi, akafanya mengi, akanena mengi. Lakini Yesu Kristo alikuwa Mungu 100%, kwa sababu Mungu roho alikuwa ndani yake, Mungu Baba. Sema amina. Na ndio maana wakati Yesu anakufa, Biblia inasema akaitoa roho yake. Aliitoa roho yake. Mwingine mwanadamu anapokufa anatolewa roho. Umeelewa? Mwanadamu anapokufa anatolewa roho na mwenye roho. Maana yake hii roho sio mali yake, lakini yeye alitoa roho yake kwa sababu ni mali yake. Yaani yeye ndio yeye na yeye ndio yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anapotaka kufikisha taarifa kwa mtu ama kumuonya mtu ama kusema na mtu, anaweza akatumia mwili wa mtu kusema na wewe. Alafu wewe unapuuzia, unaona kawaida, unaona huyu ni fulani tu, lakini kumbe Mungu ametumia mwili wake kusema na wewe, kuleta majibu ya maombi yako ambayo ulikuwa unayaomba miaka mingi. Na jioni ya leo Bwana amenituma, yuko ndani yangu kukuletea majibu ya maombi yako ambayo umeomba miaka mingi. Kama unataka Mungu ukutane naye, wewe jituni vizuri, kaa kwa heshima, kaa kwa kumhofu Bwana na kumcha Bwana. Utakutana na Bwana jioni ya leo, usiku huu, katika jina la Yesu Kristo. Huu ni usiku wa kutoka chini ya utumwa wa Farao na kwenda kwenye nchi ahadi ambayo Bwana amekuandalia, na utafika sawa sawa na Mungu anavyotaka ufike, katika jina la Yesu aliye hai. Nasema huu ni usiku wa kutoka kwenye mikono ya watesi wako, kwenye mikono ya watenda mabaya, kwenye mikono ya watu wasiofaa, kwenye mikono ya mashahidi wa uongo. Utatoka kwenye mikono yao, na Bwana atakupeleka mahali ambapo utakaa, utakula maziwa na asali, utafurahia maisha, utasonga mbele, utaenjoy, na yote yale yaliyotokea nyuma utayasahau, na yote ninachokwambia ninakiona. Mungu amenipaka mafuta usiku wa leo kukuvusha mahali. Kuna mkono wa Mungu utakuinua hapo ulipo, utakupeleka mahali fulani. Kama utaondoa roho ya mazoea, kuna mkono utakuinua hapo ulipo, papu, utakupeleka mahali fulani, katika jina la Yesu aliye hai. Haijalishi wanadamu wananisema nini, haijalishi wanadamu wanasema nini wanaponiona mimi. Ninachojua ni kwamba mtu wenye matunda ndio anapigwa mawe. Mimi nimesemwa tangu nikiwa tumboni mwa mama, yani kabla sijazaliwa nilisemwa na wanadamu ya kwamba huyu ni nani atakayezaliwa. Nilipozaliwa nikasemwa, nilipokuwa nakuwa nikasemwa, nilipokuwa nikasemwa. Kwa hiyo maneno mimi yanivunji moyo, maneno ndio yananisukuma, yananiboost kwenda mahali ambapo Bwana anataka niende. Ukisema mchawi, shauri yako. Ukisema mganga, shauri yako. Ukisema tumia nguvu za giza, shauri yako. Maadamu mimi situmii nguvu hizo, ninalitumania jina la Bwana, aibu si kwangu, aibu itatoka kwako mwenyewe, maana Bwana amenipaka mafuta.